Brayton Deus, aina mstari wa tamthilia ya maisha, mapenzi, maumivu yasiyoisha. Mtindo, simulizi ya mfululizo, haitakuwa na mwisho. Mhusika mkuu, Brayton Deus. Mandhari, miji ya Tanzania, vyuo, mitaani, vijijini, hoteli na maeneo mbalimbali ya maisha. Sehemu ya 5, Rukia, mapenzi yasiyo na masharti. Brayton alikuwa kivuli cha mtu. Mchana alitumia muda wake kusoma magazeti ya kazi, akitumaini kupata jibu. Usiku angekesha akitazama dari, akihisi labda jibu litashuka kutoka juu. Lakini kila kitu kilikuwa kimya, na ndoto zake zilihisi baridi kama sakafu ya zege. Alipoanza kuona kwamba mtu fulani alikuwa akiacha vitafunio mlangoni mwake kila alfajiri, alifikiri ni jirani anayeuza, lakini hakuelewa kwa nini hakufanya vivyo hivyo kwa wengine. Siku moja aliamua kuamka mapema. Alimuona msichana mdogo, mrefu, mweupe na buibui lililofunika kichwa chake. Alikuwa na kikapu kidogo mikononi mwake. "Samahani," Brayton alisema. "Je, wewe ndiye unaacha hivi?" Msichana alitikisa kichwa, akionyesha aibu. "Naitwa Rukia," alisema kwa sauti ya chini. "Naona unaishi peke yako." Nilisema, "Angalau usikose chai." Moyo wa Brayton ulikuwa mtulivu kama maji tulivu. Hakusema mengi, lakini kwa siku kadhaa, Rukia aliendelea kumletea vitafunwa, wakati mwingine uji. Hawakuzungumza zaidi ya salamu, lakini tabia yake ilianza kuuchangamsha moyo wake. Mwanzo wa ukaribu. Siku moja, Brayton aliamua kumpa zawadi, kalamu ndogo na shajara iliyoandikwa mbele, "Kwa mtu anayenikumbusha thamani ya upole." Rukia alilia. Hapo ndipo ukaribu wao ulipoanza kuota mizizi. Walitembea pamoja sokoni, walipika wali na pilipili pamoja, walitengeneza sabuni kutoka kwa mche. Hawajawahi kumbusu, hawakuwahi kusema na kupenda, lakini walikuwa na kitu maalum, mstari uelewa wa kimya. Brayton alianza kujirudia mwenyewe. Aliandika tena, akatabasamu tena. Alianza kumwambia Mungu, labda mapenzi hayajafa, labda sijayafikia. Na Rukia alipomuuliza kwa mara ya kwanza, "Brayton, je, ungependa niwe sehemu ya maisha yako?" Brayton alicheka kwa sauti ya kweli. Alisema, "Wewe tayari ni sehemu ya maisha yangu." Na walipoamua kuoana, haikuwa harusi ya kifahari. Haikuwa ya kifahari. Ilikuwa ni harusi ya mioyo miwili iliyokutana baada ya kuumizwa na ulimwengu. Na hapo Brayton alijifunza jambo muhimu. Upendo wa kweli haupigi kelele. Haiji na ahadi kubwa. Unakuja kwa utulivu, lakini unaishi ndani kabisa. Neno la mwisho la hekima na busara. Sio kila mtu anayekuvunja moyo anakuchukia. Mengine ni somo kutoka kwa Mungu ili kukuonyesha kile ambacho sio kwako. Upendo wa kweli hauhitaji ushahidi wa picha au mitandao ya jamii. Unahitaji moyo, subra na ukimya unaojenga. Wakati mwingine, upendo wa kweli hautoki kwa wale wanaokujua zaidi, lakini kutoka kwa wale waliokuona umevunjika na kukupenda bila kukuuliza ubadilike. Mtu sahihi haji kwa kishindo. Wanakuja kwako kwa amani, na wanakaa kwa sababu hawakuja kupigana na majeraha yako, lakini kuponya. Na huu ndio mwisho wa sehemu ya 5, na ni mwisho wa awamu ya kwanza ya hadithi hii tamu na ya kusisimua. Wanaume wenzangu, mtakuwa mmeelewa jinsi ya kujenga umakini katika maisha na utafutaji. Ukibahatika kupata mwanamke anayekupenda, jitahidi kulinda penzi analokupa, maana ukicheza naye itakuletea huzuni ambayo itapelekea kuharibu baadhi ya mambo yako muhimu maishani. Jitahidini sana wanaume wenzangu, la sivyo mtarudi nyumbani mkiwa ndani ya jeneza bila mafanikio ya aina yoyote. Mtabaki kuwapa huzuni ndugu, jamaa na marafiki. Asanteni sana kwa sapoti yenu mashabiki zangu. Tutaendelea kuwa pamoja kwa mara nyingine. Lakini usisahau kusubscribe, kulike na kushare.